Uh, Kutembea na wake za watu sio dhambi kama umemkataa Yesu. Kuzini sio dhambi, kunywa pombe sio dhambi, kuoa mke zaidi ya mmoja sio dhambi kama umemkataa Yesu. Hiyo sio dhambi kabisa, na kuhakikishia sio dhambi, kwa sababu hiyo ndio njia pekee itakayofanya upate matokeo sawa na kuamua kwako, nikiwa na maana kwamba kwa kuwa unakuwa umemkataa Yesu, we kupata vidonda vya tumbo ni halali yako, we kupata msongo wa mawazo ni halali yako. Utapataje msongo wa mawazo kama hautembei na wake za watu? Kwa hiyo ni haki kwako kutembea na wake za watu, ili unapokuwa katika ile hofu ya kufumaniwa au hofu ya kukutwa na huyo mwenye mume, hiyo ndio ipelekee upate vidonda vya tumbo, hiyo ndio ipelekee uwe na msongo wa mawazo. Kwa hiyo kama haumchi Mungu, wewe kuzini sio dhambi, kunywa pombe sio dhambi, kwa sababu inatakiwa wewe ukutane na namna nyingi za kuaibika, namna nyingi za kufedheka. Sasa utafedhekaje isipokuwa unatakiwa unywe pombe mpaka ulewe, ujikojolee? Ukiwa mtu mzima hivyo hivyo unywe pombe mpaka ujikojolee, au unywe pombe kiwango cha kwanza kupayuka hovyo, kuongea hovyo, na hapo ndipo sasa unakuwa umetimiliza au umekutana na mshahara ambao ulitakiwa kuwa nao. Na ndio maana nimekuambia kwamba kutumia pombe, wake za watu, wizi na namna nyingine nyingi ambazo zinaweza kuwa zinaupendeza moyo wako, ikiwa tu unakuwa umemkataa Mungu, namna hizo kwako sio dhambi kabisa, kwa sababu ili ukutane na unachotaka kukutana nacho, njia pekee imepita hapo, na utakuwa unafanya makosa makubwa sana kama umemkataa Mungu alafu unakuwa hauzinizini ovyo, unakuwa umemkataa Mungu alafu haushabiki mipira. Lazima kiweko kitu ambacho utakuwa unakifanya ili kipelekee maumivu kwenye moyo, kwa sababu pia hata kushabikia mpira kwa sehemu kubwa kunaleta maumivu kwenye moyo. Pale unapoona timu yako imefungwa, lazima yaweko maumivu kwenye moyo. Pale ambapo unakuwa umebeti mkeka umechanika, lazima vilete maumivu kwenye moyo. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anakuwa amemkataa Yesu, kubeti sio dhambi, kuangalia mpira sio dhambi, kuwa mwizi sio dhambi, kuzini sio dhambi. Yaani kwake hiyo ndo eneo pekee itakaloweza kumpa matokeo ambayo alikuwa anayatafuta na kuyataka. Kwa hiyo uwe huru tu, mtu wa Mungu, kwamba kama umemkataa Yesu, usijizuie. Wewe kutaka kuna mtu wa mtu pengine anajipitisha, wewe pita naye. Ukita pengine kuna pombe ziko mahali za bei ndogo, tumia. Uko huru kufanya chochote ili uweze kukutana na matokeo ambayo umeataka na kuyachagua. Na sisi tutakuwa tunakupa tu pole, na kama ilivyo kawaida ya dhambi imekusudia kufanya uwe ni mtu mwenye hofu, mtu mwenye mashaka wakati wote, mtu mwenye namna nyingi za kujisikia vibaya, uwe na wakati mwingi moyo kuuma, moyo kufa ganzi, akili kusimama kwamba hujui utafanyaje. Hayo ni maisha ambayo unatakiwa kuyaishi. Amen.